Nisikilize kwa makini. Sitaki uingie humu ndani wala kutumia kitu chochote cha humu ndani kaka yako asipokuwepo. Ila shemu na utani wewe. Nipishe niingie bwana. Unanigusa? Anayeruhusiwa kunigusa ni kaka yako tu na sio wewe. Takataka. Dogo, vipi umeshinda poa? Kaka mimi nimeshinda fresh tu. Allah. Kwa hiyo kaka, mpaka sasa hivi hujapata mchongo wote. Ndugu wako nakaa kizembe sana eti. Kupata mchongo sio rahisi kama unavyodhani. Alafu tauni hapa kunahitaji utulivu. Alafu dogo, mbona uko speedi sana? Angalia mjini hapa, usije ukauponza. Okay poa. Bro, mimi nina wazo. Kwa hiyo ukipata nafasi naomba tuongee. Sidhani kama kuna nafasi nyingine tofauti na hii. So tunaweza tu tukazungumza. Mimi nimeanza nirudi kijijini. Alafu ukipata mchongo tu, dakika 0 niko hapa. Sidhani kama hiyo imekaa sawa. Unajua tangu uje mjini almost sasa ni wiki. Na ukisema urudi ghafla tu hawatonielewa. Nafikiri Alafu wewe, jana nilikuona unaombaomba ila kwa mume wangu. Ukome hiyo tabia. Hatulei ombaomba humo ndani. Alafu mume wangu yupo ndani na akitoka nisikuona unajishobokesha. Alafu maskini sijui mpoje. Napenda kweli kwenye majumba ya watu. Pote mbele ya macho yangu. Sweetheart, unajua mdogo wangu simuelewi kabisa. Jana wakati narudi kutoka kazini, kuna jambo alijaribu kunishirikisha. Ila ili jambo limekuwa likiniumiza sana akili yangu. Kwa kawaida kwenye maisha, samahani. Yes, hello? Ameshafika? Allah. Basi sawa, nipatie dakika chache nitakuwa niko hapo. Okay, asante sana. Okay. Kwa hiyo kimekuasha nini kwenda kuongea na kakako?
Naona unapambana kwa nguvu sana kuhakikisha unapata nafasi yangu. Hivi, unajua ni kitu gani ambacho nampatia kakako? Na nikiondoka utaweza kumpatia ninachompatia mimi? Mbona sikuelewi shemeji, unamaanisha nini? Utanielewa tu. Alafu endelea kunengeneka hapo. Dogo, mimi nipo hapa. Shemeji yako yuko hapa. Nafikiri tuutumie wakati huu kwa ajili ya kuzungumza lile swala ambalo linambia. Mume wangu, muda wa kula ni wa kula. Na muda wa mazungumzo ni tofauti na muda wa kula. Hivyo basi, tuleni chakula. Huu sio muda wa mazungumzo. Allah. Dogo, tule chakula. Naona una nguo moja kila siku. Sasa kuna mzigo nimemwachia shemeji yako pa. Atakupatia. Allah. Na kuhusu kichwa chako sifurahishwi nacho sana. Hebu angalia namna ya kufanya. Wewe ushakuwa mtu mzima sasa. Wewe ni mbwa nini? Kama kichwani uko hivi. Hizo sehemu nyingine vipi? Si balaa. Jipende. Baadaye basi, ngoja mimi nitoke kidogo. Katoa matamba lako. Halafu ulivyo mjeuli sasa. Usemi hata asante. Takupokonya hizo nguo. Asante shemeji. Si nilikukataza kuingia humu ndani? Unataka utuambukize umaskini wako? Hem, tutolee mikosi yako hapa. Haya, kakae kule nje, msubiri kakako aje. Nenda. Ina maana niliyokuwa naambiwa ni kweli? Mbona wewe sio mke wangu ambaye mimi namfahamu? Sawa. Nikutoa kwenu ukiwa umechoka. Unajua kuna muda mdogo wangu alikuwa akiniambia nataka kurudi kijijini. Nilikuwa namuona ana akili. Kumbe chanzo ni wewe. Allah. Safi. Nikwambie kitu kimoja. Mimi siwezi kuishi na mwanamke ambaye hajui utu. Mwanamke ambaye hajui thamani ya mtu mwingine. Nafikiri umenielewa. Naomba nisamehe mume wangu. Sitarudia tena. Kaka, naomba usimwache mkeo. Au ni madhaifu yake tu, huenda kabadilika. Naomba msamehe kwa niaba yangu. Ala. Mimi nafikiri nichukue nafasi hii kuweza kumwombea radhi mke wangu. Nijiombee radhi na mimi mwenyewe binafsi, kwa sababu mimi pia ni mwanadamu
Naweza nikatenda vyema kulia, lakini nikaja nikakosea kushoto. Mimi swala lako limeniumiza. Nikaona nitumie wasaa huu kuweza kuzungumza na wewe. Kesho inabidi ukaanze kazi. Nikiwa na maana kwamba usiku huu uweze ukaenda popote, itabidi ubaki hapa. Kwa hiyo mimi na mke wangu tunaomba radhi, mdogo wangu, uweze kuridhia msamaha wetu. Kaka, mimi kwanza kabisa niseme nashukuru kwa taarifa ya kazi. Na cha pili, yote yaliyotokea mimi nimeshasahau na nimesamehe pia. Kwa hiyo moyoni kwangu kuna amani na nyinyi mwe na amani. Allah. Na huyo ndo Ubukulu. Ubukulu, Ubukulu, Kulu, Kulu.